Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninakuhusieni ndugu zangu watukufu wa Islam, pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhui ya hutuba yetu ya leo itaelezea au tutaelezana ya kwamba Uislamu hauruhusu Muislamu yeyote kukata tamaa katika mambo yake, katika kila maisha yake anayoishi hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika mwanzo, katikati ya aya, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Aya hii mwanzoni kabisa iko katika surati Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimuelekeza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimwambia, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, idha talaqtumun nisaa, pindi mkiwaacha wanawake, pindi mkiwapa talaka wanawake, fatalliquhunna liiddatihinna, muwape talaka hali ya kuwa wamekwisha maliza ida zao. Mungu akasema, wahsul idda, na mzichunge sana idda. Wattaqullaha rabbakum, na muogope sana Mola wenu Mwenyezi Mungu. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, pale mtakapokuwa mmewapa talaka, ikiwa wako katika kumalizia au kukaa katika ida zao, msiwafukuze manyumbani. Akaendelea kusema, wala yakhrujuna, wala na wao wakipewa talaka wanawake wasiondoke kwanza nyumbani, wasubiri wakae ida. Illa ayatina bifahishatin mubayyina, ila mnaweza kuwafukuza pale ambapo wakianza kufanya machafu yaliyo waziwazi. Mungu akaendelea kusema, watilka hududullah, na hiyo ndiyo mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yataadda hududallah faqad dhalama nafsa, na mtu yoyote atakapopetuka mipaka, atakapoivuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, ameidhulumu nafsi yake. Ndio tukasoma kwa kumalizia, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, mbadali ya kwamba hata kama aya hii inaelezea mambo ya talaka na idda, lakini sisi tunachukua kipande cha aya hii kwamba mwanadamu, hasatan Muislamu, haruhusiwi kukata tamaa katika maisha yake, pamoja na madhila yoyote atakayompata, pamoja na maudhi yoyote atakayompata, pamoja na makero yoyote atakayompata. Muislamu hatakiwi kukata tamaa, kwa sababu la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Huenda baada ya shida zako, huenda baada ya mateso unayoyapitia, huenda baada ya makero unayoyapitia, huenda baada ya shida mbalimbali zinazokukabili, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kero hizo, baada ya shida hizo, baada ya matatizo hayo, Mungu akaleta jambo ambalo linaweza likakufariji, jambo ambalo linaweza likakufurahisha, jambo ambalo linaweza likakustiri. Ndugu yangu mtukufu Uislamu, hutuba inakuambia kama Muislamu unayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hauruhusiwi kukata tamaa kwa namna yoyote, pamoja na magumu ya aina yoyote unayoyapitia. Ndio maana Allah alileta aya hii katika masala ya ndoa, katika idda na talaka. Lakini ndani ya maisha ya ndoa kuna mambo mengi magumu, hatutoenda huko. Ndio maana mwanandoa akaambiwa asikate tamaa,
hata akimpa talaka mke wake asimuondoshe nyumbani mpaka amalize eda. Huenda Mwenyezi Mungu akaleta jambo. Laqad tadhiqu al-umuru bil insani. Ndugu yangu mtukufu Muislamu, hutuba inasema huwa yanabanana mambo kwa mwanadamu, huwa yanakuwa ni mafinyu mambo mpaka anaona ardhi ni ndogo, aende wapi? Anashindwa la kufanya, anashindwa la kushika. Laqad tadhiqu al-umur bil insani hatta yadhunnu Allah makhraja minha. Huwa yanaweza yakapandana mambo, huwa yanaweza yakawa ni magumu mambo, huwa yanaweza kuwa ni mambo yakawa yameshika kabisa mpaka mtu anadhani sasa mimi hapa basi tena. Thumma yati alfaraju min Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya tabu, kisha baada ya dhiki, kisha baada ya mateso, yati alfaraju min Allah subhanahu wa ta'ala, zinakuja faraja, inakuja faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ili ije faraja, sharti ni kwamba mtu asikate tamaa. Katika historia ya Uislamu, kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, tunatakiwa tujifunze kitu. Ibrahim alayhi salam, Allah alimnyima mtoto kwa muda mrefu sana. Kwa mkewe mkubwa Allah alimnyima mtoto, mpaka mke wake akamhurumia mumewe, akamwambia mume wangu, basi huyu mjakazi ambao tumempewa huko mfanye awe ni mke, huenda Mwenyezi Mungu akakupa mtoto. Kwamba Ibrahim alayhi salamu baada ya kuwa umri umekwenda hana mtoto, mkewe akamwambia chukua huyu suria wetu, mjakazi wetu, umfanye mke, wenda Allah akakujalia mtoto. Na kweli Ibrahim akafanya hivyo kwa huruma ya mkewe. Mke akijua kwamba yeye ni tasa, hawezi kuzaa, kamwachia mume wake ruhusa ya kuoa mjakazi. Ibrahim akaoa. Ndani ya muda mchache Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ujauzito kwa huyo mke aliyokuwa amemwoa, mke mdogo ambaye ni Hajar. Baada ya muda mke huyo akajifungua. Mke mkubwa akaona wivu, akaona inakuwaje tena mtoto mwenyewe aliozaliwa ni mtoto wa kiume. Akaona wivu, pamoja na kwamba yeye mwanamke huyu ndiye aliyempa ruhusa mumewe ya kuoa, lakini baada ya kupata mtoto mwanamke huyu pia akaona wivu. Akamwambia mume wake, naona sasa hivi wewe mzee, wewe mapenzi yako yote unaelekeza kwa mke mdogo na huyu mtoto, kisa mimi sina mtoto. Sasa kwa sababu mimi nakuona wewe unaipenda sana familia hiyo nyingine kuliko sisi, basi wewe mimi nataka uondoke hapa nyumbani. Utawapeleka wapi familia yako utajua mwenyewe. Na ndio ilivyokuwa, na ndio kawaida ya wanawake. Katoa idhini yeye ya mumewe kuoa, kwa sababu mume hana mtoto, hana mrithi, na yeye ni mtume, atarithiwa na nani? Mume akaoa akapata mtoto, mke akaingia husda, akaingia wivu, kamfukuza mke mdogo, akamwambia mtoe hapa kwangu, mimi nilimleta, nilimkaribisha tu, sitaki akae kwangu. Haya hayajaanza leo, yameanza tangu na tangu. Basi Ibrahim alayhi salamu akaichukua familia yake akaipeleka jangwani huko Maka, akaenda akawaacha jangwani. Hakuna mtu, hakuna maji, hakuna majirani, hakuna chochote. Akaenda akawaacha, na kwa sababu anajua mtiti wa mke wake mkubwa ulivyo, akawaacha pale, akamwambia mimi narudi Kanaani. Mke wake Hajar anamwambia mumewe Ibrahim, unatuachaje sisi hapa? Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna watu. Ibrahim anawaambia mkewe na katoto chake kachanga, nawaachia Mungu na mtume, mimi nawaachieni hapa, nawaachia Mungu. Ibrahimu baada akawa anaondoka, kila akigeuka nyuma inamuuma. Mke kamwacha jangwani, hakuna hata kivuli, hakuna chochote,
kila akigeuka nyuma akiwa anaondoka anahurumia familia yake. Mwisho wa saa akamwambia, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in, Mungu, mimi nimeiacha familia yangu katika jangwa, ghairi dhi zar'in, haina mazao, haina chakula chochote, inda baitika almuharram, tena nimeiacha katika nyumba yako hii tukufu ya Maka. Wakati huo Maka bado ni msingi tu, kwa sababu msingi wa msikiti wa Maka umejengwa na malaika. Anamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarat la'allahum yashkurun. Mungu, nimeiacha familia yangu jangwani hapa, hakuna chochote. Basi Mwenyezi Mungu, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, jaalia basi watu wawe wanapita hapa, angalau wa maji tayari yamechimbuka pale. Kwa ile furaha, kwa ile faraja aliyoipata yule mwanamama, ikawa sasa yale maji yanachemka kwenye chemchemu ambayo Allah ameitoa. Ikafika mahala akawa sasa yule mwanamama maji ili yasisambae akayakusanya kupitia mchanga, akanywa yale maji, akamnyosha na mtoto wake, maziwa yakatoka kidogo, akanyonya yule mtoto, akamuogesha, kapata utulivu. Wakati huo misafara inapita, misafara ya wafanyabiashara inapita, wakaona mbona kama kuna mtu pale, lakini mbona pala kuna kama vile kuna maji pale. Ikawa sasa wale misafara wanaponea yale maji, alafu wanamuachia chochote yule mwanamama kwa sababu ya dua ya mume wake Ibrahim. Sasa khutba inasema, man kana ya'taqidu anna Hajara allati kanat tarkudu baina as-Safa wal Marwa ba'than an shurbati ma'i sayanfajiru baina qadamai ibniha ma'u Zamzam. Ni nani aliyekuwa akidhani wakati mwanamke huyo anahangaika kwenda Safa na Marwa, ni nani alikuwa akidhani kwa dhiki waliokuwa nayo hawa, ni nani alikuwa akidhani katika nyayo za mtoto yule maji yatatoka, maji ya Zamzam, maji ambayo ila qiyami saa, mpaka kiyama kitasimama, yanaendelewa kutumiwa na majority ya watu duniani. Watu wanapona, watu wanatatua shida zao mbalimbali. Mtume anasema, ma'u Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam ni kwa nia utakayokunywa. Nani alidhani? La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Huwezi ukajua ndugu yangu, usikate tamaa. Hauwezi ukajua, huenda Mwenyezi Mungu baada ya shida zako Mungu ataleta jambo. Hakadha yubaddilu Allahu min halin ila hal. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anabadilisha hali kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine, fi tarfat aini, kwa muda mchache. Unachotakiwa wewe usikate tamaa, unachotakiwa wewe umwamini Allah yupo, kama vile ambavyo Ibrahim alayhi salam alimwamini Mungu, akawaambia nimewaacheni Mungu. Wewe Mungu amekuleta, haukuwa wewe umeomba, Allah amekuleta alafu nakata tamaa. Zidi kumwomba Mwenyezi Mungu. Hakadha yaqulu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema, kullama marrat bina lahadhatu qasiya hasibnaha nihayat al-matafi. Kila unapopita katika mazingira magumu, kila unapopita katika mateso na shida, basi hesabia basi mwisho wa shida zako ndio unafika. Usikate tamaa ukajinyonga, usikate tamaa ukanywa sumu, usikate tamaa ukakimbia familia. Kuna watu wanakata tamaa mpaka wanakimbilia familia, wanazikimbia familia zao, wanaacha wanawake wanateseka na watoto wao kwa sababu ya kukata tamaa. Ibn Qayyim anasema kila shida zinapozidi, wao ndio wanawachuoni hao wanahesabu kwamba sasa ndio mwisho wa shida unafika. Anasema kullu hadha asbaha al-yawma mujarrad dhikriyat. Historia hii ya Ibrahimu na familia yake
imekuwa ni historia simulizi ambazo zinatufundisha mimi na wewe kutokukata tamaa. Hujapata mtoto unakata tamaa, unamwacha mke. Hujapata kazi unakata tamaa. Hujapata hivi unakata tamaa. Muislamu hatakiwi kukata tamaa. Fala tayas wathiq bi rabbika, ndugu yangu mtukufu Muislamu, usikate tamaa, muamini Mola wako. Fa inna a'zama al-ibada intidharu al-faraj, kwani hakika ibada iliyokuwa kubwa kushinda ibada zote ni kusubiria faraja kutoka kwa Allah. Mwanadamu hawezi kukufariji faraja ya moja kwa moja. Ukiona kuna mtu anakuja kwako anasema anakufariji, kuna maslahi anayatafuta, lakini faraja ya kweli inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usikate tamaa. Fa inna a'zama al-ibada, hakika ibada iliyokuwa kubwa ni kusubiria faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.